Kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi, jeshi la polisi, hawa tukiwapoteza msiwatafute hawa. Piga makofi kwa sisi. Badala ya kumchukua huyo mtu na kumpeleka katika vyombo vya sheria ili mahakama iweze kutenda kazi yake, kumhukumu kulingana na uzito wa kosa alilonalo, CCM ina uwezo wa kumpoteza huyo mtu. Na unapopotezwa ni kwamba unauawa. Kwa hiyo unaweza kumkosoa rais mtandaoni, isipowapendeza jamaa wanakupoteza, unafariki. Umeona? Kwa hiyo mimi nahisi hii ni mifano na matukio tosha yanayo support kinachoendelea sasa hivi. Ripoti ya CNN imetoka na hisi wengi wenu mmeiona. Tutaenda kuangalia baadhi ya clip jinsi walivyoongelea, na vile vile tamko la serikali. Walikuja wakatamka mapema sana, nilivyotoka tu kukaa muda wakatoa neno. Msemaji mkuu wa serikali alitoa neno. Tutaenda kuona ni kitu gani aliongea. Ila kabla tujaendelea, kama ni mara yako ya kwanza katika hii channel, fanya kusubscribe katika YouTube channel. Tunataka tufikishe subscribers 100 mwisho wa huu mwezi. Na vile vile tutaona matukio yaliyotokea kwa baadhi ya wahanga wa wale watu, kwa sababu wanadai kwamba rais alisema kwamba wale watu ni walilipwa. Umeona? Lakini kabla ya hapa walisema kuwa ni wametoka nje ya Tanzania. Baadaye wakaja wakasema kwamba walikuwa wanafuata mkumbo, hawakujua na walifanya. Baadaye wakaja akasema kwamba wale watu ni walilipwa kwenda kuandamana. Kwa hiyo ni vitu fulani ambavyo vinakuwa vinakingana. Umeona? Yani ni leo hiki, kesho hiki, kutwa hiki. Yani hamna msimamo maalum. Lakini hizi video ni zinathibitisha kweli kilichotokea. Na baadaye walikuja wakasema kwamba zile video ni fake, ile ni AI. Ila CNN wamekuja na ripoti yao, wameprove kila kitu. So twende tuone ni nini kinaendelea. Tuanze. Sasa akamwambia, "Unanipiga nini?" Na mimi niko nyumbani. Nimwambia niko nyumbani, kwa nini unanipiga? Ikawa sasa fujo, wakasema wewe unakuwa jeuri na unapingana na polisi. Ndio piga mpaka kumtoa nje. Kumtoa nje tena wakaendelea kupiga, wakamweka kwenye kanandinga wakachukua. Lakini hajaandamana, hajafanya kosa lolote. Na nyumbani ni maeneo gani? Ubungo Mseto. Sasa unaomba nini? Mimi naomba amwachilie kwa sababu hana makosa. Unajisikiaje? Mimi mwenyewe sasa hivi yani miguu yangu inauma. Ni mwaka wa pili sasa. Mimi hoja yangu tu ni kwamba huyu mheshimiwa alivyotamka kwamba watu waachiliwe, basi waachiliwe. Kwa nini tena wanakuja kutuwekea mipaka? Wanaweka tena vikwazo kwamba eti mpaka tarehe 3. Mwanangu atakata tarehe 3 kwa kosa gani? Mimi ndicho nauliza tu hicho, kwa kosa gani? Hata polisi walikuwa mshika wenyewe, alivuka kamanda mkuu, polisi walikuwa ndani, anapiga mtu mmoja. Ni haki. Hakuwa na silaha, hakuna na kitu chochote. Nyewe mnapiga. Ina maana yeye mwenyewe hajawahi kwenda kwenye vita akapigana, ndio wakaona watu ndio wakuja kupigia nyumbani. Alafu anapiga tu risasi tu bila sababu. Mimi ndicho naomba hicho mheshimiwa tujibu. Hii ni haki? Mimi ni mwaka 70 huu tangu uchaguzi unafanywa, sijawahi kusikia kuona vitu kama hivi. Sijawahi kuona vitu kama. Alafu mtu mnamkamatia ndani, wote mnafanya kwamba yeye ni maini. Kafanya maini gani? A CNN exclusive investigation has found evidence that Tanzanian police killed protesters in the aftermath of a disputed election. Tanzania's general election at the end of October was the trigger for week-long protests that rocked the country. CNN's Larry Madowo joins me now live from Johannesburg with the details, and you and your team, Larry, analyzed a lot of information to figure out what happened during those protests. That's right, Brian. We analyzed dozens of videos. I spoke to more than 100 Tanzanians to figure out exactly what happened after that October 29 presidential election. President Samia Suluhu Hassan claims to have won it with 98% of the vote. But many in the country say there was no election because in the months and weeks leading up to the election, there was a big campaign, no reform, no election, as prominent critics, opposition figures were arrested, detained, disappeared, abducted. And that is the background for these protests on election day, which quickly descended into violence as security forces violently cracked down on protesters, not just in the capital, in Dar es Salaam, in Dodoma, in Arusha, in Mwanza and other parts of the country. This is the story of how one of Africa's most popular tourist destinations descended into a hunting ground. Hiyo ni ripoti ya CNN, shirika kubwa sana la habari nchini Marekani, limesema hicho kitu. Nakumbuka kuna maseneta wawili walizungumza kwamba uchaguzi wa Tanzania ukuwa wa huru na haki na watu wananyanyaswa hivi na hivi, mauaji, kila kitu. CNN tena imetoa hilo tamko, imeprove tena.
bado hapo Uingereza BBC pia waliongelea hicho kitu. Yani kama CNN hivi. Kwa unaweza ukaona kwamba ni mashirika makubwa sana ya habari duniani hayako upande mmoja na serikali. Na vile vile Afrika, viongozi wengi wa Afrika wako kimya. Wananchi wengi wa Afrika wako upande wa wananchi. Umeona? Kwa unaweza ukajikuta kwamba uko katika situation ambapo hauna mtetezi. Kwa hiyo inabidi ujitetee wewe mwenyewe kulingana na uwezo wako wa kuelezea vitu. Jamani, utoe na ushahidi, sio tu maneno, kwa sababu wengi wanakuja kutoa yani ukiangalia wale wanakuja natoa matamko serikalini, unaongea tu maneno. Umeona? Hawajui kwamba sasa hivi dunia imebadilika, ni technology. Ukiongea kitu chochote nikienda worldwide, watu wanaongea, wanajudge, lakini ukiangalia wale wa nje wanatoa na evidence. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana hata kama unasema ukweli watu kukuamini, kwa kuwa hauna ushahidi wa kusupport hicho unachokisema, kama walivyofanya BBC na CNN. Tuende tuone tamko la serikali. Msemaji mkuu wa serikali alikuja akaongea, alitoa tamko kuhusu hiyo ripoti ya CNN, kwa sababu imekuwa imeenda viral sana, na ukiangalia aliyeexpose hicho kitu ni Mkenya. Kwa hiyo yani kinakuwa hapa inabidi tuongee mapema. Tukikaa kimya hapa tumeisha, kwa sababu ni taarifa ambayo imetoka katika nchi tajiri na nchi yenye nguvu duniani. Kwa sababu wale wakiamua hata waje sasa hivi yani waigeuze Tanzania juu chini ni one time. Kwa hiyo inabidi kweli viongozi wawe makini, kwa sababu wananchi wataumia bwana. Yani sanctions ikija hapo sasa hivi tunakuwa kama Zimbabwe. Watu wanasafa yani kisa viongozi wanafanya makosa fulani. Tuone kwanza taarifa ya serikali. Msemaji mkuu wa serikali alisema nini? Serikali ya Tanzania imesema kuwa itakuja na maelezo yake upande wake yanayohusiana na makala hiyo, ambapo kupitia msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa amesema hivi: taarifa kwa umma, Novemba 21, 2025. Serikali imefuatilia makala iliyochapishwa muda mfupi uliopita na chombo cha habari cha CNN kuhusu matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata. Tunachambua na kuhakiki maudhui yaliyomo katika makala hiyo, na tamko la serikali itakuja baada ya kukamilika kwa uhakiki huo. Hiyo ndio taarifa kutoka kwa msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania. Na maana serikali ndio imetamka hivyo kwamba inachunguza, au sio? Lakini ukiangalia huku nyuma walikuwa washakata wanasema kwamba ni AI. Yani unakuta ni kama mtu anatapa yuko huku na huko, ajui ashike kipi yani. Ila ni mbaya sana sana sana. Yani kwa kilichotokea, yani kilichooneshwa katika ile taarifa ya CNN, I say ile ni normal. Sidhani hata kama misaada itaweza kutolewa hivi karibuni. Yani kuna kitu inabidi kifanyike. Alafu na hii inakuwa inawabana kwamba hata hiyo tarehe 9 Disemba watu wakiandamana tena, serikali inakuwa ina options ndogo sana yani za kuweza kuhandle, umeona, yale maandamano. Sababu ukifanya kama ulivyofanya mwanzo ndo unajichimbia kaburi, yani unajizika. Washajichimbia kaburi ndo anajizika kabisa. Kwa unakuwa unashindwa wafanyeje yani kuhandle ile. Hata wakisema kwamba waweke meza ya maridhiano, hamna naye kubaliana nao, kila mtu haamini hicho kitu. Na wananchi ni kama wameshinda tayari, kwa sababu kila kona ya dunia watu wanawasupport, wako upande wao, wanaiponda sana serikali. Kila kona ya dunia yani hamna anayemuongelea vizuri Samia. Hayupo. Yani hayupo. Sasa imagine hiyo situation hata kama wewe yani kibinadamu. Acha zani kama hata usiku utalala yani.